Mwirigereria gwen Soko TV ne mwambie ndengi ayeri tukerigaria meronggebere na gatano na kabero mutinyo gatano na kabero mwaka bwechile fuibere meronggebere na gatano na rimo no kugena kwane kwa bokere bya kwa gendere bya ase weekend engima na ndiye wiki bune ya chakira senchirere ndonge aseri tukerigaria Jumatatu ngukwarigania mambia ya bono kero no kugena kwane buna no gendere tukubwate merobere yonsi ya Nsoko kurubaga kietu wikera boni gana ndi cheregere chinsa enye chia bono mambia ne chideka nkeko chia itire asomorobero yega bwetero bini go chakira bono wika chinsa isano ne mochia bono mubaso aso gukwanira kumurekera aliagendera toka kane mambia bono aya etire na boiga yara cheko bwatia tosange asobwamo wetera senchira yomutanda bwekerero asensemo ya YouTube Nsoko TV na mbema wasiliano kwenye gwetere sabwo korende nigere notisa no na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato tosanga asobwamo go chakera bono goikomo erio Eriane Ishmael Mogere. Asomo chakane mambia bono murai wense Dr. William Samuel Ruto asetaro ya ime ya Busia ngairaniri abamiriri baege siasa asekiria erero munani gobare ababisa bamagendero na kubori abananchi kubwatana na serikali erigo chikoreta muncherulio imeyense enkwane aya nigo yasirwe na barai ao abuo bagokero bakorerwe serikali ya Kenya Kwanza eyo akora. Kuna wengine wanatuambia ati hakuna haja ya kujenga barabara, ati hakuna haja ya kujenga soko, ati hakuna haja ya kufanya affordable housing. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, tumieni akili bwana. Tumieni akili. Nchi yetu ya Kenya, by 2050, 60% of our population will be living in towns. That is why today, as intelligent people, we are planning the future by making sure that affordable housing gives us decent living conditions in our cities. And that is why we are investing money in affordable housing. Wacheni kutuuliza maswali ya upuzi. Ama namna gani, my friends? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Ati kuna mjamaa mwingine anasema watu waendelee kuishi kwa slums. Ati hakuna haja ya kujenga soko. Ati hakuna haja ya kujenga hostels. Huyo jamaa ako na akili kweli? Mtu ambaye anasema watu waishi kwa slums ako na akili? Ati kwa sababu ati haiwezekani kupandisha kuku mpaka 12 floor. Mimi nataka niwaulize, ni heri upandishe kuku iende 12 floor ama ni heri ukae kwa slums? Kwani hii kuku iko kilo ngapi? Si ipelekwe huko 12 floor na wananchi wapate makao mazuri? Wangapi wanasema tuendelee? Wanasema tuendelee? Mimi nawauliza ndugu zangu, sawa sawa, hii Kenya tutaibadilisha. Hii Busia iliwachwa nyuma siku nyingi. Munisikize bana, si namna hiyo? Si Busia iliacha nyuma siku mingi? Mimi nimesema hapa, mara ya mwisho barabara ya maana ilijengwa hapa, si ni mimi nilikuja kuanzisha? Ile ya kutoka kule Busia kuja Adongosi mpaka hapa Machakusi, na hii ya kutoka hapa Busia kwenda Angurai mpaka Kemer, si mimi nilikuja kufanya hiyo barabara? Kuna barabara ingine imetengenezwa tangu siku hiyo, si ndio? Lakini sikizeni bwana, ndio mimi nikasema tutaondoa siasa ya ukabila na chuki na ubaguzi. Ndio nikaunganisha serikali ya Kenya, tukaweka ikawa broad based, ambayo ni kuunganisha Wakenya wote wakae pamoja. Nyinyi mnanielewa? Mimi nawauliza, mnasema tuendelee na serikali ya ukabila na chuki na mambo ya ubaguzi ama tuunganishe taifa letu la Kenya? Mnasema tuungane ama tutengane bwana? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Busia hoye! Ndio sababu hiyo ndio nimeweka pesa sasa kwa hii barabara yenu ya kutoka kule Butula kuja pale Nambale
ikuje hapa Mukura, ikuje mpaka hapa Kocholia. Hiyo barabara kilomita 58, mimi nakuja kuanzisha next month. Tumewapatia shilingi bilioni 3 ya kujenga hiyo barabara. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Na hii barabara inawasumbua hii, si ndio? Si hapa huanga na msongamano mkubwa ya magari. Mimi nimesema hivi, sasa tumepata contractor, tunajenga hii barabara dual carriageway, tuweke leni 4 hapa kutoka kule Malaba mpaka ifike Kimaeti, ipande iende Kimuanga, alafu nitasukuma iende Bungoma, alafu tutaunganisha na ile ya kutoka Rironi Mau Summit bwana. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tunataka tu kukuhakikishia kwamba ile mapenzi unaona hapa Busia inatokana na ile vitendo umetufanyia. Barabara tumeona, manyumba tumeona, watoto wetu kuandika kazi tumeona. Kwa hivyo sisi kazi yetu hapa, Mheshimiwa Rais, hii watu wote tumeamua wachukue vitambulisho na wachukue voters card, ndio sisi tukue tayari kuhakikisha kwamba Ruto ni tutamia Ruto, tutamia Ruto, tutamia Ruto, tutamia Ruto. Hawajazoea ati maendeleo ikuje upande huu. Vile sasa umeleta this time watu wetu, wacha tupige kura strategically, not emotionally. Tunasikia, hebu nione watu ya 2 term. Hebu nione watu ya 2 term. Watu ya 2 term tupatie mheshimiwa amalize ile kazi ameanzisha. Mheshimiwa Rais, ile kitu umefanya vizuri ni kuleta jamii ya ETESO kaishika pamoja. Unajua kwa miaka yote walikuwa hawamesaulika, na hawa watu wa TESO hawatanganyangi. Mteso akisema atafanya, atafanya. Kwa hivyo vile wamesema kura wako kwa 2 term, 2 term. Harambee! Mheshimiwa Rais, sisi tunashukuru. Shukrani kubwa kwa ile kazi umetufanyia kwa hii area ya TESO. Na sisi tunasema hata hiyo reli inakuja, inapita kwa Ng'amoro hapa, inakuja Malaba, wewe tumalizie. Kwa masaa 4 tutakuwa Nairobi. Hiyo ni kazi, si kazi? Mheshimiwa Rais aendelee asiendelee? Mheshimiwa Rais, hapa sisi walimu wetu wengi walikuwa hawana ajira. Lakini kwa hii muda wako ukatuambia tuweke pesa tuajiri walimu. Rais ameajiri tayari walimu zaidi ya 100,000 na tunaenda kuweka wengine. Wapi makofi ya Rais? Hebu nione 2 term ya Rais. 2 term na William Ruto. Mheshimiwa Rais, mimi kama jirani wa Busia kutoka hapa Kakamega, kwanza kabisa na ukaribisha hapa Busia na mkoa wa Magharibi. Na sisi wana Magharibi tumekubaliana ya kwamba mwaka wa 2027 we are going to deliver 4 million votes kwa basket ya William Samoei Ruto. Hapo ni sawa si sawa? Mimi nataka kuuliza watu wa Busia, muko tayari? Tatembea na William Ruto, ajenge barabara, aunganishe stima, alete maji. Wacha nione 2 term na William Ruto. Kakamega, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia kwamba Kakamega iko locked kwa broad based, na kura zote za Kakamega tutaweka kwa kikao ya William Ruto 2027 10 bila break. Sisi tuko imara na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Hawa wengine wanapiga kelele, lakini 2027 Mheshimiwa William Ruto atashinda, na atashinda bila petition. Asanteni sana, tuko kitu kimoja. Wale ambao wanashindana na wao, kazi yao wanasema sijui Ruto, hawana agenda yoyote. Mimi nawauliza, sio watu mmesikia wanatangatanga ati mpango yao, ati ile kazi kubwa wamefanya, ati ni kunitafutia jina ati Kasongo, ati ndio kazi kubwa wamefanya. Hawa watu ni mafala sana bana. Wale watu hawana agenda. Hawajui barabara inajengwa namna gani, hawajui affordable housing,
hawajui watoto wetu watasoma namna gani, hawajui stima inaunganisha namna gani, hawajui reli inajengwa namna gani, hawajui universal health coverage inaendeshwa namna gani. Wale watu hawana agenda yoyote bwana. Hawa ni watu ambao watatuletea hasara mingi. Those people are an existential threat to the Republic of Kenya. They will be a major accident in the Republic of Kenya with those characters. Mimi nawauliza ndugu zangu, tujipange. Busia, muko tayari? Busia, muko tayari? Tutembee pamoja. Si mnajua wale jamaa? Mnawajua? Wale wa Wantam na Kasongo ati na Masgo wako na agenda kusidi hapo. Wako na agenda kusidi hapo. Mpango hawana. Sera hawana. Agenda hawana. Ala, kumbe mnawajua? Mnawajua? Wale jamaa ati mpango, ati agenda, ati sera, ati akili. Hata akili hawana, watu wako chini sana bwana. Semwende ekiama kia DCP niko kiagendere nchiri yabo yoko muchobora ibumura bwense Dr. William Samoei Ruto ase ogosinyo gwikirania magendero na gwikirania chira guchia saba Kenya bosiwa bochorio bonene bumwaka ogocha ase tare yabo ime ya Meru niko bakwanire ayarenge tobomo bworogongo rwa Mount Kenya. Na mimi nataka niwaelezee wana Bungoma, Waluya, bana Befwe, hii kitu umeletewa hujaletewa? Nani yako na kura hapa ya kupigia Sifuna? Kwa hivyo hatutaki mchanganyiko hapa Bungoma. Tukitoka hapa lazima iwe sisi kama Wameru, Waembu, Wakikuyu, tangu enzi za mababu zetu tumekuwa kitu na sisi hatuwezi kutenganishwa na William Ruto akimtumia Ruko. Si ni kweli? Wangapi wanasema tumekataa kutenganishwa? Nikiwa hapa Kionyu, nataka nimwambie Ruko kwamba shetani alipotaka kutenganisha binadamu na muumba wake Mungu, alituma nyoka. Kweli si kweli? Sasa William Ruto ametuma Ruko kuja kututenganisha. Wangapi wanasema Ruko ni nyoka? Wangapi wanasema nyoka ashindwe? Wangapi wanasema Ruko ashindwe? Kasongo anajua ndio arudi agawe Mlima Kenya, agawe kura yetu, kwa sababu anajua tusipogawa kura yetu ataenda nyumbani na akirudi atatuumiza. Sasa iko mjinga anaitwa Ruko anazunguka ati agawe mlima mara tatu, ati Wakikuyu kando, ati Wameru kando, ati Waembu kando. Mnaweza kubali? Mlima ni ngapi? Mlima ni ngapi? Wangapi wanasema mlima ni moja? Wacha nikuambie wewe Kasongo, kama ujui, Moi alijaribu kugawa hii mlima miaka 24, tukamwambia kwende. Mumeru na Mkikuyu na Muembu ni kitu kimoja. Kuambia Mkikuyu wawachane na Mumeru ni kama kuambia mtu wawachane na bibi yake, si ndio? Sisi tukuambie Kasongo, nikiwa hapa Kionyu, Imenti South, it is not possible, na haiwezekani. Huwezi gawa mlima Kenya, it is not possible, haiwezekani. Kugawa hii mlima ni kama kukata miti ya Mugumo na wembe, utajiumiza wewe mwenyewe. Mlima ni moja, si moja? Tunasema ndio tufaulu. Mlima mo, chama mo, kiongozi mo, tumekubaliana? Wacha nione kwa mkono. Basi mimi naomba wasaliti wote ya jamii, mtu yote ametusaliti kwa William Ruto, ametuuza sisi tumbo yake, aende nyumbani. Nimekuja kutangaza hapa Meru Operation Fagia ya kufagiria wasaliti wote
na takataka na kasia ya siasa. Nikisema harambee, munasema na sauti kubwa fagia. Harambee! Wasaliti wote, kasia ya siasa, takataka ya siasa, Kadhuri Murungi, Dr. Shadrack Mweti, Mama Kairemia, Kasongo, tufagie tusifagie? Muko tayari? Ati Duale anasema ati watu ya Mlima Kenya ni mafisi, ati hainas. Wewe Kasongo, hawa Meru walikuchagua bila kuwapatia chochote. Unatuma Duale kutukana wa Meru, kuwaita fisi. Wewe wacha nikwambie Kasongo, hiyo matusi ya fisi tumekubali. Tumekubali. Sisi ni mafisi. Sisi mafisi milioni 8 ya Mlima Kenya. Tutaamuka mapema, twende kwa kituo, tutakula wewe, tukutafune na tukumeze. Saa hii anatusi sisi, anatusi watu ya Mount Kenya hii, akisema lazima tuachane. Hii serikali yake ni sisi tulijenga, ni kweli ama si kweli? Kama tunajua kujenga, tunajua kubomoa. Tubomoe tusibomoe? Tubomoe tusibomoe? Hii serikali yake ni sisi tulijenga. Kama tuna uwezo wa kujenga, tuna uwezo wa kubomoa. Na unajua nilikutana naye Olkalau, wacha hivyo wanaringaringa. Niliona Murkomen akisema ati anataka kushika Rigathi Gachagua, nikashangaa sasa huyu. Jana na Murkomen, niliangalia kiongozi yake, nikaangalia William Ruto, nikamwangalia kwa macho, nikamwambia wewe William Ruto, wewe ninakuheshimu, lakini nilimwambia sikumwambia. Sasa huyu Murkomen ni nani? Mtu brother useless. Ni namna hiyo. Wacha kushinda ukitishatisha watu. Ukibweka tunashika Rigathi Gachagua. Kwani unaona amebeba mtoto? Uje ushike yeye. Kwaje kuja shikia hapa nyumbani Meru. Ase ense mwende toka swase county ya Bungoma asamagani yuko mwarigani yankomo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna boigo kora ense moya gisiasa ya Linda Mwananchi nigo ababwatani abarai na boigo bari abagusira eganga ya yuko rigekeru kyoburai bwense bamuchire serikali kora una Daktari William Samuel Ruto ase ogosinywa gwikirania obokoreri obwikirana guchiase Mwananchi na boiga magendero korengana nechira chiria alireta abakenya so mwaka bwechili fibere meronggebere na kabere engaki abaraya bwo n'ababwatani balinda Mwananchi baruro kuboria guchia se bari bakura sorogongo rwa Western gusira umusenator we county ya Nairobi Edwin Sifuna aseganga yayo kurigekerwo kyoborai bwense. Na mimi nataka niwaelezee wana Bungoma, Waluya, bana Befwe, hii kitu imumeletewa hujaletewa? Nani yako na kura hapa ya kupigia Sifuna? Kwa hivyo hatutaki mchanganyiko hapa Bungoma. Tukitoka hapa lazima iwe locked. Wangapi hawatakubali wale wengine kuleta mchezo hapa? Mheshimiwa Sifuna, tutatembea na wewe. Tulianza kutembea, saizi tumeshaenda kwa 16 counties mpaka ya leo. Na bado tunakwenda kwa 47 counties, 290 constituencies, over 1,400 wards. Na kila kijiji itakuwa kura. Kila ward itakuwa ni kura. Kila constituency itakuwa ni kura. Kila county itakuwa ni kura. Na ninakuomba Mheshimiwa Sifuna, ukitoka hapa Western, twende kule Nyanza. Tuombe wale Wajaluo kura, wanakupenda. Tuombe wale wa Kisii kura, wanakupenda. Tukitoka hapa, tukiwa Kisii, tuongeleshe Matiang'i, tukae naye chini. Tukitoka hapo, twende kule Eastern. Wakamba, wanakupenda. Tuongeleshe Mheshimiwa Kalonzo, tukae chini, tusikizane. Tukitoka hapo, twende kule Mlimani. Tutapata Rigiji. Semeni Rigiji. Rigiji ria. Rigiji ra. Rigiji tibim. Rigiji tiagas.
tukifika Central tutapata Rigiji. Kwa hivyo 2027 tunataka tukishakuja pamoja, kabila zote tulete moja, kwa sababu shida ni shida. Shida ya Mluya ndiyo shida ya Mjaluo, shida ya Mkamba ndiyo shida ya Mkisi, shida ya Mkikuyu ndiyo shida ya Mkalenjin. Shida ya Mkenya ni shida. Mtoto akifukuzwa shuleni, mzazi ambaye ni Mluya akifukuzwa kwa sababu karo ya shule iko juu, hata yule mzazi ambaye ako Ujaluoni na Mlima pia ako na hiyo shida. Ukienda kwenye hospitali utapata wazee wetu hawana pesa ya dawa. Yule mzee ambaye ana pesa ya dawa kwenye hospitali akiwa anatoka kule Ukambani ni vile ni the same na yule mzee ambaye anatoka kule Kisii ambaye pia hana pesa ya dawa. Kwa hivyo shida ya Mkenya ni shida ya Mkenya, na shida ya Kenya namba kwanza gharama ya maisha. Na before nikuje hapo, kwa hivyo hii tukiungana kama Wakenya wote, wewe toka tafadhali kura 2027. Ukishapiga kura raundi hii hatutakaa chini kuangalia runinga kungoja results. Raundi hii tunatangazwa tukiwa ndani ya State House. Tunatangazwa tukiwa wapi? Utakuwa wapi? Kwa hivyo anza mwendo. Ukishapiga kura chukua gari, kama ni gari la moshi, kama ni hiyo meli utaletewa hapa, kama ni tuktuk, kama ni matatu, ingia ndani, kuja Nairobi. Mimi mtanipata pale mbele. Nikishakuwa gavana wa Nairobi, mimi ndiye nitawapeleka State House kungoja kura ikitangazwa. And when I speak, ninazungumza to the 8 million Luyas of the Republic of Kenya, bila kujali tuko na milioni zingine 3 kule Uganda. Ninamwambia hivi, huwezi kuwa kweli kwamba wanaume wawili peke yake kwa jamii yetu ya 8 million people, ati hawa wanaume wawili wakishiba eti sisi tumeshiba. Ni kweli? Wetangula akishiba, wewe umeshiba. Mudavadi akishiba, wewe umeshiba. Ndio mimi ningependa kuomba ndugu zangu wakiongozwa na Musalia Mudavadi na Wetangula, go and think. Mudavadi, go and think. Huyu kijana Sifuna mwenye mnataka kudunisha amefanya ile wewe Mudavadi ulishindwa in 2013. Baba, safari 4 za uchaguzi wa urais. Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Ndio sababu hata sisi tumeamua turudishe mkono. Wangapi wanakubaliana na hiyo nione? Baba alikuwa ametengeneza uhusiano wa jamii wengi Kenya hii, lakini tulikuwa chini ya chama ilikuwa inaitwa ODM. It is not the name of the party that is important, but it is the values that we carry with us. So the time now has come to break away from ODM, and we are going to leave ODM en masse. Watu wa baba wote. Wangapi wanakubaliana na hiyo nione kwa mkono? Kasongo atajaribu kuleta ukora kati yenu watu wa Mulembe. Saizi anapanga kuvunja serikali yake na kutega wenzetu wengine kutoka Mulembe waingie kule cabinet. Mtu yoyote kutoka Kapa Mulembe ambaye ataingia kwa serikali ya Ruto kama minister ama kwa cheo kingine to undermine Edwin Watenya Sifuna, huyo ni msaliti. Huyo atakuwa nani? Atakuwa nani? Na mkiona akivunja serikali na asame amechagua mmoja wenu, ujue huyo ndio msaliti Karoli alikuwa na huyu ndugu yenu hapa anaitwa Moses Wetangula. Yeye hataki watu bunge ambao wanasema ukweli. Ndio sababu tumekuja hapa leo kusupport kijana yetu
ambaye anaitwa Edwin Watenya. Ati nyinyi ni nani? Ninyi ni nani? Ndio tunasema hivi, tuungane kama United Opposition na Linda Mwananchi ndio tuweze kutoa huyu Kasongo. Leo hapa nimeleta salamu za Fred Okengo Matiang'i. Wangapi wanazipokea? Linda Mwananchi. Haya, William Ruto mahali popote amekaa anafikiri ni mchezo. Sasa kale tulikuwa tunafanya ile leo kwa kuingiza vidole, lakini sio ile ya tano. Tafadhali nitingizie kidole popote walipo waone kwamba tuko serious. Wakati Sifuna alikuwa ameanza kuhangaishwa ndani ya ODM, mimi kama mbunge wa Bomachoge Borabu ambaye pia ni mwanachama wa ODM, tulisema na tuliamua kwamba Sifuna, tutasimama na wewe. Leo Mwenyezi Mungu amekubali, Sifuna nyota yake inaonekana. Sifuna, watu ambao wako hapa ni Maseremala, watu ambao wako hapa ni Washirika, watu ambao wako hapa ni wananchi ambao mapato yao hayazidi ushuru ambao Kasongo amewawekea. Kwa hivyo Sifuna, tunakutakia kila la heri ukisonga kwenda mbele. Mwenyezi Mungu akubariki ukuje kuokoa hawa wananchi. Kwa mara ya mwisho nitingizie kidole kabisa, Ruto! Ruto! Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa vile nimewaambia, tumetembea na hii kikosi mzima hapa. Kusema ukweli, Ruto hana njia ya kurudi ndani ya State House. Hana njia. Na nyinyi nataka mkae ngumu, mkae ngangari, mfuate ule mfano ambao uliwekwa na ndugu zetu wa Kapchai, mfuate na ule mfano ambao umewekwa na ndugu zetu wa Olkalao, ya kwamba kila mtu ajue kwamba ni haki yake kupata maendeleo. For as long as unalipa ushuru, kujengewa barabara is not a favor. Na sisi hatutapigia mtu makofi kwa kufanya kazi yake. Lakini William Ruto, watu wa Bungoma wamesema ni kuambie, kabla ya uchaguzi wa 2027 pia wanakudai mitungi ya gas. Mitungi ifike isifike, wanakudai viatu vile ambavyo ulipeana huko Olkalao. Wanataka utuletee meli zetu. Moja tutaweka hapa Khalaba, ingine tuweke Kitinda. Tuiangaliange tu ikizunguka, lakini meli ni yetu. Ama namna gani? Tunasikia ulifungia kila mtu transformer kule Olkalao. Hata sisi saa hii hatutaki kugawana transformer. Nipate yangu na tembea yake, hao wote kila mtu apate transformer yake. Kumbe wa Kenya, hii vitu iko tu, wanajaribu kutuambia maendeleo haiwezekani. Kumbe inawezekana. Wanataka kutumia hiyo maendeleo kama ile inaitwa nini, mahindi ya kurushia kuku, ati tuwapatie kura. Mfanye ile kitu watu wa Olkalao walifanya, si ndio? Wangapi wanasema pesa ikuliwe, lakini kura tutapiga mahali ambapo tunataka. Funga nyumba, funga. Haya. Kwa mtambo. Ukabila. Mapendeleo. Na mnyogoro. Ford Kenya. Wetangula. UDA. Ruto. Didmas. Kulu. Mubunge bwensemu ye bunge ya Barau Patrick Osero nigaorukiri mwichano ye nabo igo gutume ngora guchiase chinka chiria chiasiria abanchu babo ase kenyoro kienchi cheime ye ward ya Kiabanyore county ya Nyamira chinga ki liroba lyabagwera na koba mumeka bagukwana gusika ukwana imeye tigi skuru yenchiche nigalire ira yogucha kubwaterana amo ne chinkecho erikubasira abo asatebire netakeire ngane iyo enyare erigereriwe buya gose amarago onsi yobwaga china bwatatiwe chingaki enyombe iyo yobocheru yarekoremwa no mwichano sana mangana twanya igwete nabete nsicha chinche poleni sana abana baitu basirite anda abana bake barenge kwirigeria ekonda barenge gukora eyo kunye cho
ongo tabia kenyoronga pole sana na ene ninche ntware chingaki ntarire kiromuchi eso esa basirite togende torra mahitaji yabo toteme gokonyana esi chingaki munechi ne chingaki tobonete ko bamo aiga bagirwe kiranya yo sana aba murabane usiria magimabo esenchera muneye ekine gento gyo komisana lakini aru Nairobi natabenga ngo chambakaga ndigereri boringa echo yagwete ngaki yabete nchege ntonko bori nga abantu mbare tobwate bakurunga works officers babonete ko tarira chi project mune echo na bekuru muno mutinyo mugima site engineers babonete gucha barigereria bamutenga agaiga isuwa ikire wagosire aiga mbiyore bono ngumitinga abarende banyamira babonete gutarira chi project ubonete kwatarira project baada ya siku 2 baada ya siku 3 nariyo kumanyanga inkikia bekiria aria igasimbi yagenderete bona abanyumete konye bayikire futi 25 na ende bagenderete abo tango mu site engineer nabaye ngo chabate binaki aigadira baneri kongo kura korogera iguru gaiga utaragenda guchinze tigabarigiririe ngaki echo ya ena netwe omonto nyetwe na bwate capacity na tumite chi professional chinde ko because chicho zwa gachine ne chinyinge eye nero yo ukayakorira mangana munaya na kitokuboringa obutukubakoru kabisa onya makoso karoro abantu tigabache bairwese kegambero usiria magima ayaba murabane negentu gyo gwichana sana so injango tabia kenyoro pole asense moyende abasayani basemi gwetanga kurwa gutumekwa n'abanasiasa irwekerania ayataria maronge buno busagani n'ekibura buru na gutumeka libagerio ase okwebwatana n'emeroberio ya chakiwe ne serikali elikwenyorera chibesa gokora obwonchereria na kwegendereria ayo nkorengana n'umurikyo munene ase wizara yobochenu Meru Muthoni kurase county ya Machakos asomurubero manyekaino buna Kamba Business Connect Experience asaba sayeba borigo bwego gwetanga kurasa obutumeki bwa mariogo yogotingia. Mimi ningeomba tuangazie amani katika nchi yetu ya Kenya. Tusije tukatumiwa vibaya. Tusije tukatumiwa kuangamiza wengine. Tusije tukatumiwa kuangalia wengine na vijicho mbaya, kwa sababu unasikia sisi nyinyi ni wanabiashara na mwanabiashara habangui. Lakini pia kukukumbusha serikali inakujali wewe. Kwa hivyo tukielekea katika 2027 general elections, I would pray for peace, I would pray for unity, I would pray for development conscious agenda. Mimi nimeona hii Kenya tumekaa kama tuko kwa construction site. Kama sio KMTC inajengwa hostels, iko barabara mahali inajengwa. Na kama sio barabara utakuta iko affordable housing mahali inajengwa. Kama sio affordable housing inajengwa, basi iko market, ESP market inajengwa. Na huko vijana wanaajiriwa pia. Wale vijana wamemaliza university wanaajiriwa pale. Designers wanaajiriwa pale. Engineers wanaajiriwa pale. Wale wa mkono wanaajiriwa pale. Maji. Kwa hivyo, in everything let us see and seize the opportunity that is there for us. Mimi ningewauliza na nikawahimiza vijana wale wako hapa, muangalie every opportunity yenye serikali inapeana kama ni opportunity yako and grab it. Jambo la tatu ilikuwa mambo ya agriculture. Agriculture haimaanishi ati wewe lazima uende ukapande kahawa ama ukapande majani ama ukapande mahindi ndio ukue mwana agriculture. Ile kitu itatuharibia sisi kama vijana tukiwa kwa biashara ni dawa za kulevya, mihadarati,
shisha, kila kitu. Ukiwa mgonjwa pale wewe, hautaenda kwa hiyo biashara yako. Naona mnacheka tu. Lakini si niwaambie tu. Niseme nisiseme? Niseme? Niongee nitoke? As the PS for Public Health, I have a lot of data on what is happening in this country, and especially on issues tobacco use. Unakuta vijana wadogo wameanza kupatwa na respiratory conditions because of the electric cigars, because of vapes, because of pouches, because of shisha. And shisha is banned. Unakuta unapatwa na magonjwa ya mapafu ukiwa mdogo zaidi. Unakuta unapatwa na magonjwa ukiwa bado uko shule, kwa sababu ya zile vitu umekunywa ama umevuta. Tafadhali ningewasihi vijana wa Ukambani, you might destroy your life and tomorrow is golden for you if only you waited. I am going to plead with you today that life is not coming to an end. Hata kama Biblia inasema bado tunangoja kufika pale, it is not coming to an end. Therefore, issues of drugs and substance use, please let us reduce them in our colleges, in our high schools, in our primary schools, sababu wale vijana wa 15 years pia wamekuwa introduced kwake. Tunasema kwamba tunapoelekea 2027 tuache kuongea matamshi ambayo inaweza leta vita. Hakuna jamii ndogo, hakuna jamii kubwa. Hakuna jamii ambayo haina maana, jamii zote ziko na maana. Hakuna mtu ambaye ni mdogo, hakuna mtu ambaye ni mkubwa. Zote tunahitaji kila mtu wetu, kila mtu anahitajika. Kila NCIC ambayo ilifanywa ama iliundwa mwaka 2008 2008 iliundwa baada ya watu kama 1400 kuuawa 2007 2008. Na kwa nini watu waliuawa 2007 2008? Ni sababu ya lugha, vile watu wanaongea. Ni hata ukiangalia Rwanda, kwa nini watu waliuawa Rwanda kama 1,000,000? Ni sababu ya chuki, ni sababu ya maneno ya kudunisha, ni sababu ya mambo ambayo inadunisha watu wengine. Kwa hivyo NCIC tunapoelekea 2027 tumeweka mikakati ya kufanya roadmap ya kuhakikisha kwamba tunaongea na vijana, tunaongea na kila mtu, tunaangalia semi za maneno, tunaangalia vile range mbalimbali zinaendelea, na tunahakikisha kwamba kila mtu ako na haki ya kuzungumza, lakini usizungumze maneno ambayo inadunisha mwingine ama kabila lingine ama dini nyingine. Kwa hivyo kila dini, kila mtu, kila eneo, kila sehemu ya Kenya yote inahitaji kuendelea, inahitaji kuwa katika Kenya na inahitaji maendeleo. Kwa hivyo NCIC utakuwa inaiona tunapoendelea. Tutakuwa tunaangalia kwamba kuna transgenerational conversations ambazo tumeanzisha Madam PS, ambayo imeenda katika kaunti 7 sasa, na wakati commissioners wako sasa, tutaweza kwenda zile kaunti zingine kuhakikisha kwamba watu wanakaa kwa uwiano, wanakaa kwa mazungumzo mzuri, na ile migogoro ya kaunti, labda hata hapa Machakos, Madam PS, Machakos, Makueni, mara unasikia wanazozana sababu ya mipaka, sababu ya vitu zile zingine. Tunasema kwamba tunapoelekea 2027 hiyo migogoro iweze kupungua, tuweze kujua kwamba kila Mkenya ako na haki ya kukaa Kenya, na kila Mkenya ni mtu wetu, na zote tukae kwa amani, na ndiposa Mungu atatuita watoto wake. Kila mwaka the Public Service Commission advertises for about 10,000 internship positions for those who have just transitioned from tertiary or universities. And hapa kwetu Ukambani, kwa sababu ya ile maneno inakuwaga imepangika kisiasa, we have been missing opportunities. Sisi tunataka hivi vijana wetu ambao wametoka university,
kwa sababu hawa vijana inafika wakati wanaambiwa tupatie CV na utupatie ikiwa na experience. Sasa experience ya kwanza ile tunataka ni every time the government is taking the next cohort of interns to consider a large number from our region so that our kids who have just transitioned from universities can get opportunities for on-the-job training, build their CVs, and also get opportunities because most of the times vacancies arise while you're still serving your 1-year internship. Hapo suko sawa sawa. Every time there's an opportunity to get anything from government, it is your responsibility as a business youth. Saa ile kuna pesa ya Nyota, make sure you apply. Kuna kijana mmoja ananiuziaga jeans kwa sababu mimi navaaga jeans za mtumba. Nikimpatia 3,000 ananiletea jeans. Kwa hivyo saa ile anapatiwa 25,000, 50,000 na serikali, na hiyo ni kazi yake. Si anaongeza biashara yake kidogo. So do not ignore opportunities. Let us not say we will wait. Kama haujajiandikisha kwa SHA leo, ukitoka hapa, chukua simu yako, jiandikishe. Kwa sababu the healthcare system that we are bringing to Kenyans today ni ya kushughulikia mwananchi yote. Hatubangui. Hatutaki kujua wewe uko mlengo gani ama gani. Bora afya yako iko sawa kwa sababu wewe ni Mkenya. Na kujiandikisha ni bure. Ukijiandikisha utapata matibabu kwa bure at the level 2, level 3 and level 4 outpatient facilities. Lakini pia tuko na ile mchango yetu tunaita harambee. Mimi na wewe tunachanga, ndio ukilazwa hospitali utapata ile matibabu. Na pia ile mambo ya emergency, chronic and critical illness fund. Wewe mwanabiashara unafaa kujua ya kwamba kama uko pale sokoni unaweza ukateleza, kama unaendelea na biashara yako unaweza ukazirai, ukiwa na emergency tunakupeleka hospitali, unaweza kukua stabilized. Na hiyo pia italipiwa na serikali. Kwa hivyo ningewahimiza vijana, wamama na kila mtu tujiandikishe kwa mradi ya SHA na tusiogope. Usikae pale ukuwe wewe ni yule mtu unangoja kusikia ama kusema nilisikia. Wewe mwenyewe enda ukatoe ama ukapate ushuhuda yako, usingoje ushuhuda ya mwingine. Na sisi hatutaki siasa yoyote katika mambo ya afya. Tufanye siasa na mambo ingine, lakini mambo ya afya tusiguse kabisa. Wacha tuongee mambo ya the weather, mambo ya the wall, mambo ya but siasa ya afya tuachane nayo kabisa. Kwa hivyo register to the Social Health Authority so that you are not disrupted when you are in your business because you may not have money to spend when you fall sick. Yamano mwanchumo rigereria soko charen soko TV na boyo kwandira kubwatyo murubirio yega emambia yabona sabona nigo tokorasi umirichiduka na kurwa buningirane na yanda mange toskare ne TV yao. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Magega ya televisioni Nensoko kasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagaria bene liokuraria asegete senieke aseriguri liake busani turikere guse twakere simi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788 666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe Christmas number 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Obulimira bwisiro yobunda bwense kurende talinchira ndio sura kurubulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengia gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi mrena nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi.
Karibu nando mwanchumu oligereria elietoendera kwemanya mange mambia yabono muraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni amukire serikali mono waziri uburendi bwaime Kipchumba Murkomen na soko beka siasa samangana bwatikaine no burendi ribagalio kwa nikyo bokora lyo burunge na gokia ni bukebago no busagani mense Gachagua asenkwane aime county ya Meru ni goboigo aerere buna ensi ya Kenya telia saragia erio abonchirilio kwegeka seboiga kwanira yarengete no bomo borogongo rwa Mount Kenya. Ana ukitaka kujua iko shida, huyu kijana huyu Minister for Goonism gave diplomatic passports to international criminals from Sudan who have been barred from visiting any part of the world. He gave them diplomatic passports to travel all over the world. Those are international criminals. Huyu Murkomen gave them passports. We want to know, Bwana Minister for Goonism, have you cancelled those diplomatic passports you gave to terrorists, to criminals, war criminals from Sudan? We want to know, you have been selling IDs to foreigners as 15,000 shillings. You are actually the cause of insecurity in this country. You are the greatest existential threat to national security. Because you and PS Bello Kipsang, you are giving IDs to foreigners at a fee. You are not only threatening national security, but regional peace and stability. Angalia hii mambo ya goons. Tuko na waziri for Goonism and coordination of state terror. You cannot tell the difference between the police and goons. Kazi yake ni kupiga kelele kwa mikutano. Waziri wa usalama tangu independence hawaongeangi. Ulisikia Mechoki akiongea? Aliyokuwa anaongea tu once. Na akiongea inafanyika. General Geseri haongei. Matiang'i haongei. Huyu ni kelele kwa mikutano. Goons are everywhere. Wazungu wameniuliza, hii nchi yenu, the National Police Service, is there a provision for hooded men to carry weapons? We have seen people who are hooded carrying weapons. Those are terrorists. They should be shot on sight. The foreigners are asking, are we safe in this country? And I'm telling them we are not. There are too many goons everywhere. Na ndio nikasema watalii wangoje kidogo. Investors wangoje kidogo. Because mtalii moja akiuawa hapa, vile Julie Ward aliuawa in 80s. Our tourism suffered for 20 years. And that is why I said, it's better they stay away, we sort out the issues, instead mtu auawe hapa. Wazungu wanauliza, are we safe? I'm telling foreigners, you are not safe in this country. Stay in your country for now. Sisi hatuwezi toka hapa, sisi tuangangana hapa pole pole. Because hatuna pahali ya kwenda. But you who have a choice, investors, tourists, wait kidogo. Because Ruto amesema goons imekwisha. Since aseme kuna mtu ameshikwa. The goons are still around. They are hooded. They are having weapons. We want wewe kijana ya Ruto, Minister for Goonism and coordination of state terror. Can you issue a statement, a very categorical statement to the international community confirming that there will be no goons in this country going forward? Don't just talk in public rallies. Issue a statement to the international community that you have dealt with the goons and goons will not be allowed again to harass people in this country. The country is not safe. It's not safe for Kenyans. It's not safe for foreigners. It's not safe for tourists. It's not safe for investors. That is the truth. Hii Kenya yetu iko na shida. Mambo ya ufisadi imezidi. Too much corruption. Huyu William Ruto ataingia historia ya Kenya kama rais mfisadi zaidi tangu 1963. Wameanza kuitisha hata wazungu hongo. Wazungu weupe.
Na hii Ruto na watu yake hawajui wazungu. Hii wazungu mambo ya hongo wataki. Si kama sisi. Sasa pale Nyanyuki pale iko training hapo ya wazungu, imekaa hapo miaka mingi. British Training Unit inaitwa Batuko, imekuwa pale wakati ya Rais Jomo Kenyatta, imekuwa pale wakati ya Moi, imekuwa pale wakati ya Kibaki, imekuwa pale wakati ya Uhuru. Hiyo training inaleta manufaa ya kutosha katika Jamhuri ya Kenya. Iko joint training program wa kwamba wale Waingereza wanaitwa Johnny wana train askari wetu. Inasaidia kwa mambo ya counter terrorism. Juu yake inaleta manufaa kiuchumi. Hapo Nyanyuki watu wa Kenya wameandikwa 500 wanakaa pale Nyanyuki na askari hawa wa Uingereza. Hawa askari wa Uingereza wanaleta manufaa kwa mambo ya local procurement, kwa mambo ya hospitality, kwa mambo ya transport. Hii town ya Nyanyuki imekuwa town kubwa na iko na biashara kwa sababu hao askari wanaitwa Johnny wa kutoka Uingereza. Na hiyo town imekuwa very busy commercial center. Sasa huyu Kasongo na watu yake kwa sababu ya ufisadi, saa ile imesemekana contract ikuwe renewed. The Committee of Parliament for Defense and Foreign Relations, the chairman is called Nelson Koech, ni mtu ya Kasongo. Ameambia hii wazungu, for us to renew the contract, we want 3 billion shillings. Wakule moja, bilioni 2 wapelekee Kasongo. Wazungu wamesema ati mnataka nini? 3 billion iko na receipt? Hapana. Ni ya kazi gani? Ni ya mdoso. Ya kufanyia nini? Ya kutafuta kura. Wazungu wamesema hawezekani. Hiyo kamati ya Nelson Koech have taken the British round for 8 months asking for a bribe of 3 billion. The British have said no. They have cancelled the contract and moved to Tanzania. Hii town yetu ya Nyanyuki itakufa. We are going to lose that town. The British have said they cannot pay a bribe to William Ruto and Nelson Koech so that they train our soldiers in Kenya, so that they help us in counter-terrorism, so that they spur commercial activities in Nyanyuki town, hapo Nyati Barracks. Wazungu wamesema kama mnataka hongo, wacha tuhamie Tanzania. They are relocating to Tanzania. Tumezama. Ile hasara huyu Kasongo ametuletea. Tangia tulipopatiwa uhuru. Na mimi nimesikia William Ruto akipiga kelele anasema ati anataka kumaliza maneno ya gunism. Itakuwaje William Ruto? Unatuambia unataka kumaliza maneno ya wahuni. Na kwa cabinet yako, mmoja kati ya waziri wako ni waziri wa wahuni, is the minister for goons and coordination of state terror. Itakuwaje unataka kumaliza goons na waziri yao anakaa kwa cabinet yako? Anaitwa Kipchumba Murkomen. Alikuwa anasema ati jina yake unatafsiri vibaya. In fact si Murkomen, anaitwa Murkomeno. Ukimwangalia tu miaka yake na mambo yake, ni mtu mwenye ametuletea aibu kubwa sana. Kama William Ruto angependa tuamini, anaweza kufukuza hawa goons. Afukuze Murko kwanza, atafute kama lazima aweke Mkalenjin. Si atafute tu mwingine mwenye anaweza kusaidia Kenya. Wamekuwa wengine wengi ambao walikuwa wanafanyia kazi Kenya yetu. Na wewe Murkomen, mimi hata sijui nikwambie nini. Sijui nikwambie nini. Nilikutana na mtu mwenye alikupatia kazi, wewe Murkomen. Anaitwa William Ruto. Mimi kijana, unajua mimi nasikia unasema maneno ya Rigathi Gachagua. Rigathi yako mbali. Wachana na Rigathi. Mimi mwenyewe kijana mdogo niliangalia mwenye alikupatia kazi, nikamwangalia kwa macho. Nikamwangalia akiwa, si akiwa nyumbani. Nikamwangalia kwa macho. Nikamwambia wewe William Ruto wewe, yeye mwenyewe. Ama Mungu niona uko lao. Nikamwambia wewe ninakuheshimu lakini si nilimwambia. Sasa Murkomen anatisha Rigathi Gachagua. Huyo wako mbali sana. Kama mimi mwenyewe naambia mtu mwenye alikupatia kazi, wewe ni nani? Wewe ni nani Murkomen? Wewe ni mtu kidogo sana. Wewe ni mtu unajua sikia mimi nimepatiwa Kindiki. Sasa wewe Murkomen nitakupatia nani? Tampatia nani? Hata
Tutatafuta tu mtu hapa. Nimepata kwanza mtu wa maondevu mwingine anaitwa Kamau. Huyu Kamau ndio nitapatia Murkomen atakuwa anangangana na yeye. Kwa sababu hao ni watu wadogo sana. Kwetiania chilifu emerongene nigo barache gokonyeka asoko nyora mache nsemo ya utawala Githunguri maiga yomurubiri bwo kubabekera mache wiko mwerio asensemeyo korengana no mo CECM bwa mache county ya Machakos Onesmus Muikiyu nigaruru kuborie gochi ase serikali enene kubwatirana ni county erigokoro mochando bwo kubora kwa mache ase county kibebekaine kubwatikana no mubaro manene bw'abantu. And this is my appeal to the president. There is no Nairobi without Mavoko. There is no Nairobi without Kajiado. There is no Nairobi without Kiambu. Those are metropolis. So when I look at the demand for water in Mavoko is more than 30 cubic in a day. We are only getting 9,000 cubic. We have a deficit of 21,000 cubic. So tumekuwa na wananchi wa Githunguri, tumeongea tukajua the costing of the last mile connectivity na tume agreed that within the 191 courts tutakaa chini na wao on Wednesday ndio tuweze kuona how much we require for every court so that we resolve that, so that in the next 2 months all the courts should be having water in the next 2 months. And if this is going to be achieved, this water connectivity for fresh water, I'm telling you it's a major milestone, not only to our national indicators for access to clean water, even global goals for sustainable goals for clean water to households. And that is a major milestone for our urban development. We have been relying on borehole, the saline water from boreholes, and this has not been smooth, and it has not been getting into our homes every day. The rationing has been, you find like 2 days per week. An area that we are not served. Our undertaking as a company is that what has been holding us, it's like we have been there has been a bottleneck on resource mobilization, and I'm happy that today's meeting has given us a clear guideline on how we are going to fast track this process. And I want to make a commitment as a lead agency, as a lead person in that process, that within the set timelines that we are going to deliver this project and ensure that all those are supposed to get water are connected and we are giving them water. Tumekuwa na shida kubwa. As we all know, maji yenye iko na sodium ya boreholes ni hatari kwa afya ya binadamu, hata kwa ujenzi ya manyumba. Ni kitu unapata hata wengi soak pits zinabomoka after kutumia kwa muda mrefu. Unapata wa septic zinabomokana. So we are hopeful that through the grants and through the bodies that are involved, we are going to get a lasting solution na all will be. Wagwatani bekia makia ODM nigo baenekire kogendera gusire serikali yobomo bwa broad based asenkwana yabokurwa ensemo yebunge Amalava county ya Kakamega nigo baerere buna nigo baragendera gusire serikali asengenchwe kiradirie mirobiro ya magendero na boigo negendera gwikirania amange asomusangerekano yo boigo nigo baenekire gutenena magega yomo waziri Oparanya eriguchikobo mokony bomraibwense bwesiwe bachori obonene bwo mwaka ogocha. Tuko hapa kama ODM na UDA. ODM na nikisema ODM unasema tuko tayari. Nikisema UDA unasema kazi nika ODM UDA. Na sisi wote tuko kwa broad base na tunaunga Mheshimiwa Ruto mkono for 2. Sasa nataka niulize nyinyi. Sawa sawa. Nataka niulize nyinyi watu wa Malava wa Kakamega. Mnataka maendeleo ama mnataka siasa ya fitina? Mnataka barabara itengenezwe ama mnataka fitina? Ndio maana tunasema yule mtu anaitwa Rigiji ambaye anapenda kuleta maneno ya ukabila na shares hapa Mulembe Nation, yeye hawezi pata support yoyote. Sawa sawa. Alikuwa hapa Kakamega anaambia Waluya ati yeye ni cousin. Wewe ukijiangalia na uangalia Rigiji, iko mtu anafanana na Rigiji hapa? Iko mtu anafanana na yeye? Juzi tumeona kura huko Olkalau.
President anapeleka barabara mpaka wamama wanavalishwa viatu, wanapewa mattress, nao wanakataa kupigia maendeleo, wanaenda wanapigia shares. Si ndio? Tunataka miradi yote ambayo inaenda huko Central Kenya iletwe hapa Kakamega. Sisi tuko tayari kupigia Mheshimiwa Ruto kura. Watu wangu, ukiangalia ile siasa ya upinzani, walidanganya Kalonzo miezi 2 iliyopita, wameachana na Kalonzo. Kalonzo sasa anahangaika kule Kitui. Wakadanganya Matiang'i watampea kiti. Matiang'i sasa anahangaika kule Kisii akiuza mandizi. Wamedanganya bwana Rigathi. Rigathi saizi ameambiwa kule kwao ya kwamba yeye hawezi chaguliwa kama rais. Yeye anaweza support tu mtu mwingine hiyo. Saizi wamechukua mtoto wetu hapa. Wameanza kumdanganya ati wewe utakuwa rais. Ati wacha tukufanye utakuwa rais. Tunawaambia kwamba siku ya kudanganywa ilifanya nini? Siku ya kudanganywa ilifanya nini? Wamekuwa viongozi kwa tangu independence. Miaka 15 Jomo Kenyatta alikuwa president, miaka 15. Uhuru Kenyatta akachukua miaka 10. Kibaki akachukua miaka ingine 10. Yote 35. Alafu wakati Ruto anataka kumaliza yake 10 apewe Oparanya, wanasikia mbaya. Nyinyi watu wa Malava na watu wa Kakamega mtapigia Ruto kura. Tutembee na serikali iliyoko ili tuweze kupata ile tunataka. Tunaelewana? Sisi tumeamua na tumepanga, tukasema ya kwamba 2027 sisi kama chama ya ODM tulete candidate, na nyinyi watu wa UDA mulete candidate ya number 1 na sisi tumupe na candidate ya number 2. Kama ODM tumekosea? Kama ODM tumekosea? Sisi tutatembea pamoja. UDA watupe rais na sisi tutoe deputy. Sasa sio ndio mpango tuko naye. Nataka niwaelezee kama binti yenu. Mulinituma, kazi ninayowafanyia kama katibu mkuu ni kuchunguza kwanza nyumba yetu jinsi imekaa. Jinsi baba alituacha. Kuna wale wamenunuliwa, wameambiwa kazi yao ni kufocus kuharibu nyumba ya chama cha ODM. Na pia kwa sababu kuna mtu ana wivu, ana chuki, hataki kuona watu wa region hii pia ikipata maendeleo. Kuna wale wameambiwa kwamba homework yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wana split, wanaharibu, wana divide house ya Mlembe hapa Western region. Lakini katika nyumba yetu ya Western, nataka niwahimize mkitoka hapa leo, mjue kwamba kila boma iko na baba. Kila boma iko na yule anaelekeza direction. Na hapa Western tuko na bahati kuu sana. Tuko na mtoto wetu ambaye amejitolea, amejinyima, ameamua, amesema kama mbaya. Anaitwa CS Wycliffe Ambetsa. Baba alituacha broad based, na kila mtoto ambaye ana akili anafuata wosia ya baba yake. Baba alikuwa anatuambia kabla sijaenda, wanangu, binti zangu, kuna boma ambayo wewe kama my son you cannot marry from, na kama wewe my daughter you cannot go dance there. But immediately he died, hata kabla hajaoza. Mtoto mwenye asikii Amakulu Kolumbe amejibeba, ameenda in the places baba cautioned us. Now it is my time to also ask the same question. Who advised you? Nimekuwa nasikia tu who told you. Now I'm also asking, who advised you? Let us be united. This region of Western, we were discriminated, we were divided, we were hated, and anybody who hates you wants you to remain poor. Nimesikia huko Kitale wengine wakiimba tawe, ati wanasema Oparanya tawe, Musalia tawe, sijui ODM tawe. Mimi nauliza watu wa Malava, si waliimba hiyo wimbo hapa?
na mkanyorosha hawa, ama hamkunyorosha hawa? Si waliimba hiyo hapa? Hawakuimba hapa tawe hapa Malava? Na wakati matokeo ilitoka ikakuwa namna gani? Si ikakuwa kilio? Si ikakuwa kilio? Sasa kilio ni hiyo hii, barabara ni hiyo hii, wembe ni ule, unaimba kila saa, sijui fulani tawe, sijui uchaguzi kifika ni kilio. Ya pili, sisi kama watu ya ODM, sisi kama nani? ODM. Sisi kama watu ya ODM, sisi hatuwezi kukaa sehemu moja na mtu ambaye anaitwa Rigathi Gachagua. Hatuwezi kukaa. Mtu ambaye ni mkabila, mtu ambaye ako na chuki, mtu ambaye anagawa wa Kenya, mtu ambaye ako na madharau. Na kuna wengine ODM hapa ati wanasema hawa ati ndio wako na spirit ya baba. Spirit ya baba haiwezi kukaa pale moja na Gachagua. Mimi najua spirit ya baba inaweza. Halo, spirit ya baba inaweza kaa na mtu kama Wycliffe Ambetsa Oparanya. Tumeelewana? Spirit ya baba hawezi kukaa. Ngoja kidogo mama. Watu wanazunguka. Watu wanafanya nini? Na ukiuliza hawa, mnatupeleka wapi? Wanasema tunapeleka nyinyi kwa Gachagua. Nani hako hapa tayari kwenda kwa Gachagua? Hiyo ni riswa. Gachagua. Huyu Gachagua, wacha nipatie story bana. Huyu Gachagua kwanza hapa vile mnaona tukiwa na mkubwa yetu wa waziri. Wabunge wote wa Kakamega wako wapi? Si mmeona hapa? Si wako hapa? Wabunge wote wako na nani? Wako na Oparanya. Si namna hiyo? Sasa wengine wanatuambia ati wako na watu. Na wanataka kupeleka sisi kwa mtu ambaye tumefanya impeachment. Tumefukuza kasi. Na unajua waziri, wakati tulikuwa tunafukuza Gachagua kasi, kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli. Kuna kitu ilitembea nini? Na accounting officer alikuwa mtu naitwa Aaron Cherioti, ndio alikuwa accounting officer. Wengine nimeona wanarukaruka hapa, walikamata hizo vitu na hawakujenga boma. Tafadhali Kila saa impeachment haikuji. Kama umepata kitu kwa impeachment ya Gachagua, tafadhali jenga boma mzuri. Ile boma nimeona na pesa ya Gachagua haitoshani. Kuna hisabu imepotea. Mambo ya kuharibu pesa yako na watu yellow huko Nairobi. Unapeana pesa kwa yellow huko Nairobi. Lete pesa hapa chini bwana. Tumeelewana? Wale wanajua ile kitu vinaongea wanajua. Mimi nikisimama mbele yenu nataka kuleta viongozi wote, azua kuanza na wale viongozi ambao wako kwa ODM. Tuje pamoja, tuungane na wale wa UDA, tuanze kutafuta kura yetu ya 2027. Tuko pamoja? Nyinyi mnajua vizuri, hakuna ule rafiki wa karibu wakati tulipiga kura ya 2022. Mimi ndio nilikuwa rafiki wa karibu wa mheshimiwa. Hiyo kelele hapo ni ya nini? Wachaneni na huyo. Mimi ndio nilikuwa karibu na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ni Raila Amolo Odinga alinifunza mambo mengi. Hata alinifunza vile kupanga maandamano. Alinifunza, lakini mimi si mtu wa maandamano. Kwa hivyo wakati kabla tuwache, alitupeleka sisi kwa serikali. So sisi tuliingia serikali. Tulipoingia kwa serikali, kabla ya hayo alikuja kunitembelea. Akaniambia, Oparanya, nataka tuingie kwa serikali. Nikamwambia, na wewe tutaingiaje kwa serikali? Na wewe ulikuwa unatusi William Ruto. Akasema those were personal interest. Alikuwa anataka kuwa president
na mimi nilikuwa nataka kuwa president. I'm looking at the interests of this nation. Nataka vile Gen Z wameanza mambo yao, tunataka tuwe pamoja, we save this country. Ndio hapo nilikubali kuingia katika serikali ya William Ruto. Na nimekuwa kwa serikali ya William Ruto, tumeingilia Trisha. Miaka hii yote tangu niingie kwa siasa, hiyo viti yote nimepata kwa serikali, nimepata kupitia kwa Raila Amolo Odinga. Na mimi I cannot betray Raila Amolo Odinga. And that's why wakati watu walikuja kwangu wakasema ati Wajaluo wanaona kama Wajaluo wamechukua chama cha ODM, sisi Waluya tutenge tuunde chama yetu. Nikawaambia ngojeni, hii chama ya ODM tulianza sisi 2005 na siwezi kukubali kwa heshima ya Raila Amolo Odinga napata jaosa mimi kutoka kwa ODM. Watu wengi wakaja kunitembelea na wamekubali sasa hivi sisi tupake kwa tuko pamoja. Na kunataka nilete watu wa Western wote wawe pamoja, ndio kwa sababu unaona hao wabunge wote ambao wamepitia kwa ODM wako hapa. Tuna apology kutoka kwa Bishop Hamala, mbunge wa Lurambi, kwa sababu asikii vizuri, lakini wote wangekuwa hapa. Lakini tumeanza safari ya kuleta watu wetu pamoja. Nimeona wengine, jameni, mimi sasa Oparanya niko kwa serikali, unaniambia nitoke kwa serikali niende niunge mtu mwingine mkono ambaye hayuko kwa serikali. Sese muyende mambia ya bono ni gomo gavana we county ya Murang'a Irungu Kang'ata aikiribusi we committee ya Senate irikwiranĩria maborio abwatikane no bokoreri we county ya Murang'a na boigo ase ensemo eria magendo na boigo botumeki we chibesa abwe ya mase yemo astokogenda wikase amagache bunge nene elitorera naralyaya agendere tukuru asensemeyo asagendere tukwiranĩria maborio abwatikane no bokoreri ase county ya Murang'a. Of the boards, that is for Murang'a and Kangari. When you look at the Urban Areas and Cities Act, the prescription is that you have one CC member for urban areas. For Murang'a, you have that. For Kangari, it's unclear whether you have in your appointment. And then there is 3 members appointed by the governor. Honorable Governor, are you listening? It is required that there should be 3 members appointed by the governor. In your case, for Murang'a, you appointed 4. And again, 4 for Kangari. And then it says there should be 4 nominated by associations and appointed by the governor. And in the case of Murang'a, this allocation had 3, but for Kangari it had 5. Okay? And then you are supposed to have 1 chief officer for urban development. In the case of Murang'a, you have 1 chief officer as required, as you have complied. But in the case of Kangari, you don't have that. So why did we have, is this a misguidance by your legal counsel, or what is the? One final one. Okay. Chair, thank you. And I've never attended any meeting of this. I'm glad to know that there are senators here who can have governors as their staff during devolution. Congratulations, Senator Muma. Order, Chair. My question. Can he clarify what he is talking about?
I said star. He was my star governor. I thought you said staff. No. He was my star governor. In other words, he performed very well. Sorry. And he demonstrated that Muranga had done very well. Oh, I thought you said staff. And in fact, the respect that I had then gathered for you is, of course, now then lifted. Chair, my questions are very simple. I mean, my concern and the question that I would like the governor to address is looking at the table. I think it's the first table that shows a revenue collected, allocated funds and remittances or transfers made for each of the three municipalities. Chair, my concern is why the funds allocated have not been remitted. Because looking at, for example, you can pick Muranga Municipality, year 2023-2024. You know, with a revenue collection of about 112 million, the allocated funds was 79.3 million. But then the county only remitted 62 million. So my question then to the governor is, why would we allocate funds and not remit all of it, especially considering that each of these municipalities, more has been collected from each of these municipalities. So I would have expected that at least the allocated figures or amounts are disbursed in full. So maybe the reasons why the remittance is not being done in full. Chair, my other concern is there has been, in the governor's response, there has been an indication that each of these counties has an integrated development plan. Yes. And the chair, you know, some of these towns, some of these municipalities, especially Keno, is a town that just sprang up. I'm not very sure that the developments done there followed the earlier ones followed any particular plan. So I don't know what is being done to correct the mistakes that may have been made with haphazard development, because it's a town, and I know you passed by their chair, is a city, is a town, or a town that just sprang up. People were building everywhere. So what are we doing to see to it that we align development with the integrated development plan? And as we continue approving building plans for these particular municipalities, are we careful to see to it that any building plan that we approve follows or is in tandem with the integrated development plan? Chair, my last question may not be directly related to the questions that this committee wanted the governor to answer. But as a senator representing the county, I may want to know, because the municipal managers are here, I may want to know whether there is provision for play fields. Because, Chair, why I ask that is because we already in Keno, the playground that is in dispute. So has the county made arrangements to see to it that in each of the three municipalities that we have enough play fields, or we have a provision for that? Chair, sometimes you don't like talking about some things, but they're important. Do we have a provision for cemeteries for each of the three municipalities? Because they are growing very fast, especially Keno. So what has the county done to see to it that when these municipalities grow, of course everyone who is born dies at some moment, at some time in their life. So do you have a provision for a cemetery
a provision for each of the 3 municipalities? Do we have a provision for adequate play fields for each of the 3 municipalities? Chair, I think for now, those are the issues that I would be seeking clarification on from my governor. Thank you. Okay, thank you so much. Mheshimiwa Governor, please respond. Thank you, Chair. Let me start with my Senator Joe Nyuto. Yes, indeed, Keno has an integrated strategic urban plan. Yes, we do. Look at page number... My apologies. Yeah, can I check myself in? Page number 2. Yeah, I wanted to sign in. Yeah. Yes, Mheshimiwa Onyoka. This is Senator Onyoka. I can't hear him. Senator of Kinzi County, checking in, member of this committee. Okay. Okay, proceed. Thank you, Chair. Yes, Keno has a plan. The report, page 2. The table there. Number 4. The integrated strategic urban development plan for Keno is there, but it page 2, that table there, point number 4. Of the write-up. This the write-up, the summary. There's a table there. Point 4. That one. Yes, so you then go to the documents you have, then you will see it there as item 4. It's annexure 1. We have annex 1 and 2 Muranga, annex 1 and 2 Keno. Is that the one? Yes. Yes. Chair, if he can delegate, it's okay. If he can delegate to his officer there. And gazette notice is not the flag. Maybe you can tell your colleagues so. Your staff tell you. can delegate. You can delegate, yes, fine. Chair, the bundle with the policies is what His Excellency is. I'm saying the document that the governor is alluding to is policy documents, number 4, integrated. 1. It should be. Show the physical. Show us the physical. It's in the bundle. Chair, the pages are not paginated, so it is not easy to access. If you allow, I can send my. Yes, go there. Come here. Come here. Come here, Brian. Brian, come here. Go there. Kali ningegendrete koreta obokoreria nge na somo Kenya amenyeteria nyore obokoreria bwikirano no bwabwango mono ayinkorengana no mwaziri we wizara y'oburendi bwaime Kipchumba Murkomen ase aye kiribunensi ya Kenya nigere hasagia are nababwigo no boigo botwereru nigo bwagenderere kwenekiwa Murkomen nigo boigaruru kuboria gutyase abana siasa gukora siasa iyo murembe. Tunasema kwamba rais anatumikia Wakenya, anajali maendeleo ya Wakenya, na sio sehemu moja, ni Kenya mzima, kwa sababu ni rais ambaye anajali maendeleo ya taifa la Kenya. Mambo ya afya, tulikuwa tunafanya harambee ambazo tulikuwa tunafanya kwa mambo ya kutibu watu every time, lakini tangu SHA kuje, hata kama haijakuwa perfected, ya ukweli kwamba testimony yenye iko hapa harambee za kufanya ya mambo ya medical imepungua. Na as we continue perfecting mambo ya SHA,
tunaweza kusonga mbele pamoja. Mnajua kwamba tuliingia ofisi wakati mambo ya uchumi ilikuwa juu, dola ilikuwa karibu 200. Tunajua kwamba inflation ilikuwa juu karibu huko 7-8%. Rais amepunguza hiyo yote, inflation imekuja chini. Mnajua kwamba tulikuwa tunanunua fertilizer 7,000 shillings. 7,000. Ile fertilizer tunatumia kwa farm, lakini rais alipunguza kutoka 7,000 mpaka 2,500. Ndio unaona kwamba wakulima wanaweza kuendelea, hata yenye tunatumia kwa chai, mahindi, avocado, hiyo fertilizer yote imeshuka chini yote. Tukisema rais 2 term, hatusemi maneno ya mdomo, tunasema kwa sababu tunajua mambo ya maendeleo. Nyinyi hapa Bomet hamjakuwa na county headquarters ya administration ya headquarters. Tuliwatafutia pesa, nitakuja hivi karibuni tukuje to launch in new headquarters ya Bomet yenye itakuwa ni ofisi ya inatoshana na administration ya national government hapa, county commissioner na services zote including mambo ya registration itakuja kujengwa hapa ili tuwapatie services ambayo inafaa kama Bomet. Mliniuliza juzi mambo ya locations na divisions, ninyoroshe ikue mzuri. Nitafanya hiyo next month ku align all the divisions and the constituencies and the wards where they are, ndio tuweze tukasonga mbele tukifanya kazi pamoja. Pia nataka niseme kwamba tukiwa Bomet tunajua ya kwamba tumekuwa na shida ya insecurity, na nakubaliana na wale wote walisema kwa hapa kwamba tumekuwa na gender based violence ikiwa ni big challenge kwa hapa Bomet. Mimi nataka niseme kwamba county commissioner na county security team msilegeze kamba. Tulikubaliana kwa Madam County Commissioner, wewe ni mama, unaelewa what it means for women to suffer through gender based violence. Usilegeze kamba. Wale wote wanaomba kura, umeona wanaomba kwa furaha, akimaliza anaenda kusalimia mwenzake alafu anakaa chini. Hiyo ndio siasa tunataka kwa hii region yetu na kwa Kenya mzima. Hiyo ndio siasa bora yenye tunataka, sio siasa ya kutafuta chuki na kuleta fitina. Na mimi nataka kusema namna hii. Kuna watu wananiuliza, wanasema juzi, jana, wiki jana nimeongea mambo ya kupambana na goons na wauni. Si kwamba ninaongea tu, ninapoongea saa hizi hapa Nakuru tumeshika watu karibu 20 jana ambao wako kwa gangs na goons, na wako saa hizi ndani wanangojea kupelekwa kotini Monday. Huko Busia tumeshika wengine karibu 20 ambao wengine wamepelekwa kotini, wengine watapelekwa Jumatatu. Huko Kitale tulinyorosha Kitale mpaka leo, hata wanasiasa wenye walikuwa mkutano huko Kitale hatujapata mambo ya goons kama hapo awali, kwa sababu tumenyorosha mambo ya kupambana na goons. Wale kidogo tunasikia, na nimesema it's exaggerated, hii kidogo unasikia hapa na pale, mimi nataka niwahakikishie ile directive ya policy yenye nimepea ofisi ya IG na ile support tutampatia kwa wizara, sisi na idara ya polisi ikiongozwa na Inspector General Douglas Kanja, tumefanya uamuzi ya kutosha na mpango kabambe ya kuhakikisha ya kwamba wale wauni wanasumbua wa Kenya kwa mikutano watanyoroshwa kwa njia moja na watachukuliwa hatua ya kisheria. Pia nataka niseme ya kwamba wakati tunasema hivyo, kuna wale wanasiasa hawana plan kwa maisha. Sasa wewe unakaa kwa ofisi, unangedia mpaka unatolewa na impeachment, alafu unaenda kupiga kelele nje ni kama umekuwa kiongozi ya maana. Mwachomo origeria aso kubwati murobere yakuru muchakana gwikiraga bwetrase oroboti urukurwa asomo wazere Kipchumba Mur komena to wikira mwere asemambia yabono gendera kubwati mirobere ndi atigera serit koligima imeyenso kotibe buruso bumugusi gwikeria nkyo chinsa inye gwikaisana ne muchabo chemubaso nalio na ndi trachikomrana asembeliane Ishmael Mogere nakoganiri mubasomya.
Ije Nensoko TV. Oboroso